Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na nikwambie, watu 9 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulio la Urusi usiku wa kuamkia leo katika eneo la Ternopil magharibi mwa Ukraine. Hayo yameelezwa na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Aidha, kumeshuhudiwa pia mashambulizi mengine ya droni na makombora katika mji mwingine wa Lviv na kuilenga miundombinu ya nishati na kupelekea kaya kadhaa kukosa umeme. Urusi imesema mashambulizi haya ni ya kujibu kile inachotaja kuwa ni vitendo vya kigaidi vya Ukraine. Nchi ya Poland ambayo ni mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO na inayopakana na eneo la magharibi mwa Ukraine imelazimika kuvifunga kwa muda viwanja vya ndege vya Rzeszów na Lublin kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuimarisha ulinzi wa anga lake. Vilevile, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Marekani na rais wake Donald Trump wana jukumu muhimu katika juhudi za kukomesha vita vya Urusi nchini Ukraine. Hii ni baada ya mazungumzo na Erdogan mjini Ankara. Akitaja ushawishi wa Trump, Zelensky amesema tangu mwanzoni mwa mwaka huu Ukraine imeunga mkono kila hatua muhimu na uongozi wa Trump, kila pendekezo thabiti na la haki la kumaliza vita. Na ni Trump pekee na Marekani walio na nguvu ya kutosha kukomesha vita hivyo. Zelensky amesema anamshukuru Erdogan kwa kuandaa mkutano huo na kwa kuendelea kwa Uturuki kushiriki katika juhudi za kidiplomasia. Ameandika kwenye mtandao wa X kuwa tulijadili kwa undani njia halisi za kufikisha mwisho vita kwa njia ya heshima. Alikaribisha utayari wa Ankara kusimamia mazungumzo, akisema Erdogan amependekeza miundo ya mazungumzo ambayo Ukraine inaunga mkono na kwamba yuko wazi kwa mifumo mingine yenye maana ambayo inaweza kutoa matokeo. Anasema bila shaka walizungumza hasa kuhusu hali ya kidiplomasia. Michakato mingi sasa imeanzishwa, wanajaribu kuhakikisha kuwa shughuli zote zinaelekezwa kwenye amani kwa njia ya heshima na usalama wa uhakika. Matamshi yake yamejiri baada ya ripoti za vyombo kudokeza kuwa Washington imekuwa ikishirikiana na Moscow nyuma ya pazia kuhusu pendekezo jipya la amani ambalo litahitaji maamuzi makubwa kutoka Kiev, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuachia ardhi yake zaidi. Kwa upande wake, Rais Erdogan ametoa wito kwa Kiev na Moscow kurejea kwenye meza mazungumzo nchini mwake. Erdogan amesema mazungumzo hayo ni muhimu ikizingatiwa athari kubwa za vita kwenye pande zote. Uturuki imewahi kuandaa mazungumzo hapo awali. Erdogan anaendeleza uhusiano wa karibu na Vladimir Putin. Wakati huo ujumbe wa kijeshi wa Marekani ulikuwa mjini Kiev, huku waziri wa ulinzi wa Ukraine Denis Shmyhal akisema alikutana na afisa anayesimamia masuala ya jeshi la Marekani Daniel Driscoll na kuwafahamisha wageni hao kuhusu maendeleo mapya ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Vile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba silaha zinazotumiwa na wanajeshi wa Urusi katika operation maalum ya kijeshi zinaonyesha ufanisi mkubwa wa mapigano. Mkuu wa vikosi vya makombora na silaha za Urusi, shujaa wa Urusi Luteni Jenerali Dmitry Klimenko anasema mifumo yote ya silaha iliyopo inayohudumia vikosi vya makombora na mizinga inatumika kwa mafanikio katika operation maalum ya kijeshi, ikionyesha ufanisi mkubwa wa mapigano na kuthibitisha sifa zake zilizokusudiwa. Vile katika usiku uliopita ving'ora vya mashambulizi ya angani vimesikika kote Ukraine na mfululizo wa milipuko imetikisa miji kadhaa, kulingana na lango la habari la Obshchetvonoye Novosti na channel ya TV ya Ukraine ya 24. Vile kwenye uwanja wa kivita, mpango wa kutumia mali za Urusi zilizogandishwa au mikopo ya Ulaya kufadhili usafirishaji wa ndege za kivita za Rafale kwenda Kiev hauwezekani kutokana na misimamo ya Hungaria na Slovakia. Mtaalamu wa anga wa Ufaransa Cyril Delattre anasema haitatokea kwa sababu hakuna mtu anayeweza kulipia. Mtaalamu huyo alibainisha kuwa Paris tayari ilikuwa imetumia mapato kutoka kwenye mali za Urusi zilizogandishwa akiita wizi. Aliongeza kuwa mipango ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ya kufadhili usafirishaji kupitia mikopo ya EU inayoungwa mkono na mali hizi zilizogandishwa itashindwa. Hungaria na Slovakia zitapinga mkopo huo na kunyang'anywa mali za Urusi, Delattre alisema. Vile ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine imebaini kuwa mfanyabiashara Timur Mindich alifanya shughuli za uhalifu kwa kutumia urafiki wake na Volodymyr Zelensky. Kulingana na mashtaka yanayohusiana na kesi ya Mindich iliyotolewa na mbunge wa Ukraine Alexei Goncharenko aliyeteuliwa kama gaidi na mkaidi nchini Urusi. Vile Kiev haikuwa na jukumu lolote katika kuandaa mapendekezo ambayo Marekani imeripotiwa kujadili na Urusi, Reuters imeripoti ikimnukuu afisa wa Ukraine. Ukraine ilipokea ishara kuhusu mapendekezo ya Marekani, afisa huyo alisema, bila kutoa maelezo yoyote. Ubalozi wa Washington nchini Ukraine
ulisema mapema kwamba ujumbe wa Marekani ukiongozwa na katibu wa jeshi Daniel Driscoll ulikuwa Kyiv kuchunguza hali hiyo na kujadili njia za kukomesha mzozo huo. Hayo yakiendelea, vile mkopo mpya unaowezekana wa euro bilioni 135 ambao tume ya Ulaya inautoa Kyiv utalazimika kulipwa na wajukuu wa raia wa Ulaya wa leo. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema kiasi kikubwa ambacho hakipo leo hakipo tu. Ujanja wa kichawi wa Brussels ungekuwa mkopo wa pamoja wa Ulaya tena, hatua ambayo ingehakikisha hata wajukuu wetu watakuwa na mzigo wa kulipa gharama za mzozo wa Urusi na Ukraine. Waziri Mkuu wa Hungaria aliandika kwenye ukurasa wa X. Orban alibainisha kuwa kiasi kilichoombwa na tume ya Ulaya ambacho kimepangwa kutengwa kwa Kyiv kwa zaidi ya miaka miwili ni angalau 65% ya uchumi wa kila mwaka wa Hungaria na karibu 75% ya bajeti ya kila mwaka ya EU. Hili ni zaidi ya kutowezekana. Hili ni jambo la kipuuzi kabisa. Jibu la Hungaria litakuja bila kuchelewa, waziri mkuu alisema. Vile Marekani inasubiri Kyiv ijibu mapendekezo yake mapya kuhusu utatuzi wa migogoro ya Ukraine. Chombo cha habari cha Axios kinaandika kikimnukuu afisa wa Marekani ambaye hakutajwa jina, ambaye alifichua baadhi ya maelezo ya mpango huo. Sasa tutasubiri, mjadala uko mahakamani kwa Zelensky, afisa huyo alinukuliwa. Alisema mkutano kati ya Zelensky na mjumbe maalum wa Marekani wa misheni za amani Steven nchini Uturuki uliahirishwa kwa sababu Ukraine imeanza kurudi nyuma kutokana na uelewano uliofikiwa hapo awali kuhusu mpango huo wa Marekani. Zelensky inaripotiwa alisafiri hadi Ankara na mpango mwingine ulioandaliwa na washirika wa Ulaya ambao Urusi haitakubali kamwe. Afisa wa pili wa Marekani alisema kashfa ya kisiasa ya ndani nchini Ukraine inayohusisha uchunguzi wa ufisadi dhidi ya baadhi ya washauri wa karibu wa Zelensky ilikuwa sababu nyingine ya kuahirisha mkutano huo. Makala hiyo inasema, ikiongeza kwamba Trump aliunga mkono uamuzi wa kufuta mkutano huo. Sasa tuende kwenye uwanja wa kivita ambako huko ziko taarifa mbalimbali zinazoendelea kujiri. Ni kwamba vikosi vya Urusi vilishambulia maeneo ya kijeshi, viwanda na nishati magharibi mwa Ukraine kujibu mashambulizi ya Kyiv kwenye vituo vya raia, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1340 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote mstari wa mbele ndani ya saa 24, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti pia taarifa hiyo. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine limeshambulia makazi kwenye mkoa wa Belgorod kwa kutumia ndege 70 zisizo na rubani na kurusha risasi zaidi ya 10 katika siku iliyopita, makao makuu ya operation ya kikanda yamesema kwenye channel ya Telegram. Maeneo hayo ni kwenye miji ya Valvik, makazi ya Borg, Grasimovka, Dolgoe, Kazinka, Kakuyevka, Peskovo, Startsevo, Timonovo, Tulianka na kitongoji cha Kurigashka. Vile mpango wa utatuzi wa migogoro wa Ukraine wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unasema kwamba hakuna wanajeshi wa kigeni wanaopaswa kupelekwa katika eneo la Ukraine. Gazeti la Financial Times liliandika likinukuu vyanzo. Mpango huo pia haujumuishi uwasilishaji wa silaha za masafa marefu zilizotengenezwa na Marekani nchini humo. Kulingana na ripoti hiyo, mpango huo uliandaliwa kwa pamoja na Urusi. Vile mfumo wa kukomesha mgogoro nchini Ukraine unaweza kukubaliwa na pande zote ifikapo mwisho wa mwezi huu na labda mara tu wiki hii, Politico inaripoti kimnukuu afisa wa ikulu ya Marekani. Maafisa wa utawala wa Trump walisema walikuwa karibu na mafanikio makubwa. Kulingana na Politico, mpango mpya unaonekana hauna mchango wa moja kwa moja kutoka Ukraine wala kutoka kwa washirika wa Amerika barani Ulaya. Hakuna maelezo yanayopatikana kuhusu masuala magumu kama vile dhamana ya usalama wa siku zijazo kwa Kyiv na maeneo ambayo Urusi imeyadhibiti. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.